Mkenge ndio kumwambia hayo matatizo unayoona. Na utajiri ulionao. Ni kubwa utajiri kuliko hayo matatizo unayoona. Kama naongea na watu hapa. Bado ukame unaoona. Ukame unaoona. Ukame unaoona. Kumbe kuna kibichi kimekuzunguka. Kuna ubichi umekuzunguka. Kila eneo umekuzunguka. Hii tabu iliyopitia miezi miwili iliyopita haizidi furaha ya miaka ijayo. Sio wanaongea na watu. Amen. Hali iliyopitia hii imekuumiza sana siku mbili zilizopita. Wiki moja iliyopita umelia machozi. Haizidi furaha ya miaka Mungu aliyokuandalia mbele. Imeshakuwa tayari. Na hiyo chumi yako kwa jina la Yesu. Acha tukushughulikie kwa sababu uko tayari sasa. Ndio maana madhabahu zisimama lazima zianguke. Amen. Kwa sababu ya pango lazima iwe chini. Amen. Ndio maana lazima tupigane na nini? Madhabahu. Uketi katika chako cha kujiza. Amen. Hallelujah. Amen. Chukua Biblia yako na daftari lako sasa kwa haraka. Na mshukuru Mungu kwa somo letu ya pili leo. Hallelujah. Amen. Tuko katika vita ya madhabahu. Sema vita ya madhabahu. Vita ya madhabahu. Ongea kwa ujasiri, vita ya madhabahu. Vita ya madhabahu. Hallelujah. Amen. Chukua Biblia yako, soma fungue kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 12 na sura ya 13. Wafalme wa kwanza sura ya 12 na ile ya 13. Sura hizi mbili tutazisoma. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna jambo kubwa la kujifunza na Mungu ameshatupa ushindi tayari. Amen. Hallelujah. Amen. Sura ya 12 na sura ile ya 13. Sura ya 12 na sura ya 13. Tunaanza mstari mingi kidogo. Amen. 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 Na utaelewa sana. Hebu sema leo utaelewa sana. Leo utaelewa sana. Hebu ukimwona mwenzio aseme, nisemee mwenyewe, sema leo nitaelewa sana. Leo utaelewa sana. Kuliko siku zote nilizoelewa. Siku zote nilizoelewa. Hallelujah. Amen. Leo lazima madhabahu tuachie. Amen. Na tunazivunja madhabahu si ombi, ni amri ya Bwana. Amen. Nilishakwambia kuvunja madhabahu ni amri ya Bwana. Amen. Yaani kama kuna chungu cha dini lazima kivunjike kwanza. Amen. Kama kuna fimbo ya babu ulikuwa umerithishwa lazima ipasuke kwanza. Amen. Ikatike kwanza. Amen. Lazima kama kuna mbuyu ulikuwa unaabudu unatambika lazima tuumoe kwanza. Amen. Maana Mungu anasema katika nchi ya kupayo Bwana, sema katika nchi ya kupayo Bwana ni marufuku kukaa na madhabahu za shetani na madhabahu za wachawi na madhabahu za giza. Ni marufuku kukaa nazo. Sindiko na watu hapa. Na pia anasema sio ombi, hii ni amri na wapa, ni hukumu na wapa. Sivunjeni madhabahu zao. Bomoeni nguzo zao. Wachomeni maashera yao. Na majina yao yafuteni. Ndio kuna majina ya watu wenye ukoo yako juu kwa sababu ya uchawi, lazima tuyafute. Nasema yatafutika kwa damu ya Yesu. Kuna majina makubwa sana kwenye nchi, wanasema yule ameshindikana, lazima tuyafute. Alafu jina la Yesu peke yake ni baki juu. Linapepea kwenye maisha yetu, linapepea kwenye biashara, linapepea kwenye ndoa zetu. Katika nchi ya kupayo nani? Bwana. Ni amri vunja. Kumbuka Torati 12. Hallelujah. Amen. Kwenye somo letu leo. Wafalme wa kwanza sura ile ya 12 ina mfano mzuri sana na kuna kitu tunajifunza. Hallelujah. Amen. Unajua mimi nataka nikupe siri ya kushinda. Siri ya kushinda iko hapa leo. Na hii siri nataka uende nayo nyumbani leo. Hallelujah. Sura ile ya 12 hapa. Uko tayari hapo? Amen. Kama nimesoma, hebu nikupe story kidogo. Hallelujah. Ili nikulete na unielewe vizuri. Lakini unaposoma sura nzima na sura ya 13 yote. Lakini sisi tunachukua mistari michache pale. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sielewi kama uko na mimi au niko peke yako. Hallelujah. Amen. Nilikwambia mimi kutoka Moshi nimekuja kivita. Si unakumbuka hiyo? Amen. Kwa nimevaa combat masaa 24. Amen. Na wewe naomba uvae combat kwa jina la Yesu. Sisi tuko vitani, sema amen tena. Amen. Sema amen tena. Amen. Sijasikia amen tena. Amen. Mfalme Suleiman katika ufalme wake ametawala miaka mingi, sasa imefika hatua amekufa mfalme. Sema